Yeah. Yaani ukoo mzima. Mimi ndo kijana pekee nimeibuka na mafanikio. Ukoo mzima. Man, that's a thing. You understand? Sure. Watoto wa mkubwa, sijui mjomba, si nani wote. Mimi ndo shule, nishi kila kitu ni mimi. Ndio nikaanza na kujenga bibi. Okay. You understand? Goma Yeah. Oh yes, bana, sio stories za vijiweni. And of course, Chino Wanaman baada ya mafanikio mambo hubadilika kutoka ndoto za mtaa hadi kuwa tegemeo la ukoo mzima. Huyu ni Chino, safari yake ya muziki haikuwa rahisi. Alianza chini kabisa akihangaika studio akitafuta nafasi, akiamini siku moja jina lake litatikisa na litafika mbali zaidi. You already know right now. Leo hii sio msanii tu, ni nguzo ya familia ya ukoo mzima na mtazama kama mfano wa mafanikio. Wapo wanaosoma kwamba msaada wake na wapo ambao wanategemea kwa mahitaji ya kila siku. Mafanikio yake yamekuwa baraka za wengi, lakini swali ni moja, je, pressure ya kuwa kwenye mafanikio pekee ndani ya ukoo ni rahisi kuibeba? Hii ndio reality ya mastaa wengi sana. Nyuma ya furaha ya mafanikio kuna majukumu makubwa yasiyoonekana. Bana, drop comment yako right now. Hapa ni Mkavida TV. Je, mafanikio ya mtu mmoja inaweza kubadilisha kizazi kizima? And of course ni Chino Kid amezungumza kwenye moja kati ya interview ambayo ameifanya Deluxe ile Mwanza, lakini unapomtaja Chino Kid mnyumba kumekuwa na wasanii mbalimbali pia ambao sasa nikasema wamemsupport, and of course huenda wamepushiana hapa na pale, kwa sababu kwenye moja kati ya maneno ambayo alizungumza kwenye interview alisema kuna msanii mkubwa kama Mario ana msaada mkubwa sana kwake, lakini Chino pia ana mchango mkubwa kwa Mario, lakini kuna time Mario hapendi kusema wala kuzungumzia mishi kama hizo hapo hivi. Bana, hapa ni Mkavida TV, endelea kutufuatilia. Mko pazini mati presenter hima stopa. Pressure inakuwa kubwa sana hasa kwa wanamuziki kama pressure ni kubwa sana kujipata na familia pamoja na ukoo. Tumeshuhudia amewasaidia wazazi wake hapo kwenye picha kama